Karibu sana, tuambie wewe ni nani hasa? Mimi naitwa Anna Makongwa, ni afisa lishe au nutrition officer, lakini pia ni mwelimishaji wa masuala ya lishe ya watoto na wajawazito. Napatikana katika mitandao ya kijamii kama Anna Nutrition Point, Facebook Anna Nutrition Point, TikTok Anna Nutrition Point, Instagram Anna_Nutrition Point_TZ. Ninasaidia wajawazito, watoto, kina mama wanaonyonyesha na familia kwa ujumla kupata elimu sahihi ya lishe bora katika hizo hatua zote za maisha kwa njia rahisi na inayotekelezeka. Lakini pia mimi ni mwanzilishi wa brandi ya lishe inayoitwa Akili ya Lishe. Inaitwa Akili ya Lishe? Yes, Akili ya Lishe. Akili ya Lishe, kula kwa akili, ishi kwa. Ana, kwa nini uliamua kusomea masuala ya lishe? Safari yangu hii ilianza nikiwa shule ya sekondari. Shule ya sekondari kama unavyofahamu, huwa kunakuwa na yale masomo, sijui kama sasa hivi bado yapo. Yale masomo yanaitwa Home Economics and Needlework. Ni masomo mazuri sana ambayo yanakujengea skills mbalimbali za masuala mazima ya lishe na chakula na ushonaji. Kwa hiyo mtu unachagua kati ya hivyo viwili, kimoja Home Economics au hiyo Needlework. Mimi nimesoma shule ya kata. Shule ya kata ambayo ilikuwa ni mara sisi tulikuwa form 4 kama sio watatu. Yaani imetoa form 4 mara mbili tu na walikuwa wachache. Na sisi ndio tulikuwa form 4 watatu. Baada ya kufika form 3 ndio tukaletewa mwalimu. Nilipenda, of course nilipenda sana. Tulijifunza mapishi mbalimbali yenye afya, food nzuri za kula kwa mvuke bila mafuta. Vyakula vingi tulijifunza mlo kamili, inakuwa na mwanzo appetizer, main meal, alafu inakuja dessert. Yaani tulisoma vitu vizuri sana. Kwa hiyo nilivutiwa sana na masomo. Kwa hiyo tulipata tumefaulu. Tulifaulu karibia kama watu 7 tu. Tulifaulu watu 7, watoto wa kike 4 na watoto wa kiume 3 katika shule yetu. Hivyo nikabahatika kufika Machame Girls ambapo nilipata kusoma combination ya CBN ambapo nilisoma chemistry, biology na nutrition. Kuanzia pale nilivutiwa sana, yani from my heart nilipenda sana nutrition. Kwa hiyo nilisoma mambo mbalimbali ya winning, mambo ya ulishaji. I liked it so much. Kwa kweli nilipenda sana. Kwa hiyo safari yangu hivyo natufagia kwa tunaimba kabisa. Wale ambao tumesoma unaweza kukumbuka. Kwa hiyo tunaimba kabisa. Tulitoka Machame Girls, Machame suo. Machame suwa. Machame suwa. Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa sisi wazazi wetu lazima tukasome Sokoine University of Agriculture. Ni chuo kizuri cha serikali ambacho kina course nzuri sana. Pale kuna human nutrition, lakini kuna food science and technology. Niliomba zote mbili lakini nilichagua food science and technology. Kwa hiyo nikasomea pale. Nimesoma sayansi ya chakula na teknolojia kwa ujumla. Ninapoelezea masuala mazima ya teknolojia, yani vyakula vya kiwandani, ninaelewa ni nini ambacho kinafanyika huko kiwandani. Kwa hiyo tunaposhauri kwamba punguzeni matumizi ya vyakula vyenye sukari, na tunajua kabisa kwamba those are chemicals. Yani hamna real food pale. Kwa hiyo kitu kile ambacho sio leo lazima kiwe na madhara. Mara moja sio mbaya. Jispoil mara moja. Ila ikiwa ndio mtindo wako kila siku ongeza lazima kuleta shida. Kwa hiyo baada ya hapo ndio nimesoma hapo na sasa hivi mimi ni nutrition officer, nipo katika halmashauri moja hapa Tanzania. Hey, wapi uko? TAMISEMI. Yes, niko TAMISEMI. Kwa nini ulianza kutoa elimu kwenye mitandao ya kijamii? Nilipoanza kazi ndio nilikuja kugundua kuwa lipo gap kubwa sana, au tuseme kwamba ipo changamoto kubwa. Watu wengi hawana elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya lishe. Ni kwa vile amekuwa labda haizungumzii sana. Kwa hiyo nilipoanza kazi ndio niligundua kuwa kuna vitu vingi sana watu hawajui bado. Vitu ambavyo mimi naona ni vya kawaida, kumbe kuna wengine hawajui kabisa. Lakini pia tunasoma tu kwenye theory na kadhalika, elimu zetu zinaziko hivyo mara nyingi, lakini hatuna ile practical. Kwa hiyo unapoanza kazi, unapokutana na kesi mbalimbali, unapokutana na wazazi mbalimbali au wajawazito mbalimbali, unakuta mama amekaa tu nyumbani, yani hana shida yoyote, miezi 6 ndio anakuja kutoka kule nyenda sasa kliniki. Yeye anaona ni kawaida. Kwa hiyo nikajua kuna gap kubwa sana ambalo watu wengi wanahitaji kufikiwa. Sasa hizi mtandao, teknolojia imekuwa kila mtu yuko kwenye simu muda wote. Kwa hiyo Watanzania wanahitaji kupata chanzo sahihi cha elimu. Sasa hivi kumekuwa na waelimishaji wengi sana. Lakini Mtanzania na kama sisi tulivyoambiwa na serikali, ana jukumu kubwa kuhakikisha kwamba wananchi ambao tumepewa dhamana kuhudumia wanapata elimu sahihi. Ndio maana nikaamua pia kufungua hii akaunti katika Instagram ambapo na TikTok na Facebook mitandao yote ambako watu wengi wanashinda huko. Mwingine kuanzia asubuhi mpaka jioni yuko kwenye smartphone. Huko ndiko elimu ambayo inafikia. Na moja ya nutrition intervention au njia ya kufikia watu ni kupitia redio, kupitia mitandao ya kijamii, kupitia vipeperushi. Ndio maana niko hapa kufanya hivyo. Sio kila mtu anaweza kukutana na afisa lishe direct, ndio maana tumeamua kujiongeza kupitia hata mitandao ya kijamii. Ndio anaweza kupata elimu. Yaani elimu hii natamani iwe kama elimu ya fedha au biashara zinazokuwa zinavuma sana. Ndivyo ambavyo na mimi natamani elimu hii watu wapate wakati wote, iwafikie popote pale walipo ili waweze kupata elimu sahihi ya lishe.
hasa hasa wajawazito, wanaonyonyesha na familia kwa ujumla, maana lishe bora ndio msingi. Kwa nini akili ya lishe? Tuelezee kidogo tujue. Yes, akili ya lishe nilifikiria kuanzisha hichi kitu kwa sababu niliwaza sana kwamba umekuwa na akili nyingi, yani unakuta pata akili ya maisha, pata akili ya pesa, pata akili ya nini. Nikasema okay, inahitajika pia akili ya lishe. Yes, mtu anatakiwa kuelewa hasa, yani kuwa na maarifa sahihi. Lishe ni nini, umuhimu wake, unyonyeshaji maziwa mama pekee na umuhimu gani na kadhalika, ili aweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya afya yake. Ninachoamini kwamba lishe bora sio anasa, ila ni kuwa tuna maarifa. Nilikuwa na elimu sahihi kuhusiana na swala zima la lishe, ndipo unapoweza kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya afya ya familia. Dhamira yangu ni kusaidia wamama wengi zaidi, familia kwa ujumla ipate elimu sahihi ya masuala ya lishe, kwa sababu lishe ni msingi wa afya bora. Afya bora pia ni msingi wa maendeleo katika familia. Mama akiwa na changamoto za afya, mtoto wake akiwa na changamoto za afya, hata hiyo akili ya kusema atafuta pesa, kufanya kazi inazorota, kila kitu kinazorota. Ndio maana tunasema pia lishe bora ni msingi wa hata utendaji mzuri wa kazi, kwa sababu mama akiwa na afya njema, mtoto akiwa na afya njema, baba akiwa na afya njema, hata ule utendaji wa kazi unaimarika pia. Ila ukiwa na magonjwa na maumivu nyumbani, mtoto anasumbuliwa kwa sababu tu labda hajui ni chakula gani vya kumpa mtoto wake na kadhalika, lazima pia hata maendeleo ya familia yazoroteke. Kwa hiyo ndio maana nikaja na hicho kitu kinaitwa akili ya lishe. Dhamira yangu ni kuwafikiria, yani watu wote wapate uelewa sahihi wa masuala ya lishe, ili waweze kufanya maamuzi, kwa sababu lishe ni msingi wa afya. Lishe bora ni msingi wa afya. Vile unavyokula leo ndivyo utakavyokuwa kesho. Kwa hivyo ndio maana nikaja na hii brand inaitwa akili ya lishe. Akili ya lishe, kula kwa akili, lishe kwa afya. Karibu akili ya lishe. Ukiwa na maarifa sahihi, mtu hawezi kudanganya. Ndio maana niko hapa kutoa elimu sahihi ya lishe bora kwa familia. Na hivi karibuni nitatoa ebook yangu, yani kitabu cha mtandaoni, kitabu soft copy, kinachoelezea dhana hii ya akili ya lishe. Jukwaa hili la akili ya lishe lina lengo gani kwa ajili ya kusaidia familia kwa ujumla, mama, baba, watoto na familia nzima kwa ujumla, makundi yote maalum, kuanzia mtoto, adolescents, yani wale watoto walika balehe, vijana hao, watu wazima, makundi maalum kama hayo, mama anayonyonyesha na mama mjamzito. Kwa hiyo akili ya lishe itatoa mwongozo sahihi sana wa elimu ambayo ni rahisi. Nimeelezea kwa lugha ya Kiswahili rahisi sana ambayo kila mtu anaweza kusoma na kuelewa kuwa akili ya lishe ni nini, umuhimu wake, makundi ya vyakula, lishe kwa makundi yote maalum, lishe ya familia nzima, challenge ya kuboresha sahani bora ya lishe inatakiwa iweje. Yaani nimeelezea mambo mazuri sana, ni mambo muhimu. Hivi karibuni kitatoka hicho kitabu, itapatikana kwa nakala